Habari za saizi, habari za mchana, habari za asubuhi, habari za usiku, inategemea na tunitazama kutokea wapi. Lakini kuanzia leo nitakuwa ninakuletea maneno mbalimbali ya hekima, mistari ambayo itaweza kukusaidia inayotoka katika neno la Mungu, yani Biblia, itaweza kukusaidia katika maisha yako. Leo tutaweza kuangalia neno moja la hekima tunalolipata katika kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 20 na mstari ule wa 11. Tuanzie labda mstari wa 10 na wa 11. Biblia inasema, ndipo Benihadadi akatuma kwake akasema, miungu anifanyie hivi na kuzidi, yakiwa mavumbi ya Samaria yatatosha makonzi ya watu wote walio miguuni pangu. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, mwambieni avae asijisifu kama yeye avuaye. Bwana Yesu asifiwe. Avae asijisifu kama yeye avae. Huyu alikuwa ni mfalme Ahabu ambaye aliweza kumjibu hivyo mfalme Benihadadi. Mfalme ambaye wakati huo alikuwa na nguvu sana. Nyakati zile alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo mkubwa, na hivyo mataifa mengi yalimwogopa. Na wakati alipoivamia Israeli alijaribu kumtukana sana mfalme Ahabu na kumwambia mambo mengi, lakini neno moja alimwambia kwamba waliwaambia watu wake, wakamwambie mfalme Benihadadi, mfalme wa Shamu, kwamba mwambieni mfalme kwamba avae asijisifu kama yeye avuaye. Kumbuka hapa alikuwa ametuma watu katika nchi ya Israeli na kwenda kumwambia mfalme aweze kumpa hata vitu. Alieleza kwamba nitakuja huko niangalie chochote kila ambacho nitakipenda, nitachukua nitachukua hata wake zako, nitachukua kila kitu. Akamkubalia, lakini bado akazidi kusema kwamba nitaangalia hata katika nyumba ya Bwana, lolote lile ambalo utanifurahisha huko mimi nabeba. Ndipo akasikitika sana Ahabu, akamwambia, kwa nini mfalme anajaribu kunidhalilisha namna hiyo, hata kumdhalilisha Mungu wangu? Ndipo akamwambia avae asijisifu kama yeye avuaye. Mpendwa, unaweza kuwa katika nyakati ambazo ni nzuri, nyakati ambazo unafanikiwa, biashara zako zinakwenda vizuri, mamlaka yako imeshamiri. Inawezekana ukawa ni mwenye mamlaka, ni mwenye uwezo, ni mtawala. Sasa Biblia inasema tunapewa hekima ya kuenenda katika dunia hii ili uweze kuenenda vizuri na mwisho wako uwe ni mzuri. Basi chukua neno hili, litakusaidia. Wafalme wa kwanza sura mstari ule wa 20, sura 20 na mstari ule wa 11, Biblia inasema avae asijisifu kama yeye avuaye. Inawezekana wewe sasa unafanikiwa sana, usiwapuuze wala ambao hawafanikiwe. Usiwaone kwamba hawana akili, hawana uwezo, hawana nguvu. Hapana, dunia huwa inabadilika. Leo unaweza ukawa na nguvu, kesho usiwe na nguvu. Leo unaweza ukawa na mamlaka, kesho usiwe na mamlaka. Leo unaweza ukawa ni kiongozi katika kanisa, kesho ukawa sio kiongozi. Hivyo jaribu kuwatendea haki watu wote, na ujue kwa kufanya hivyo utakuwa unafanya ile amri ya upendo. Amri ya upendo inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama leo unafanikiwa, waheshimu na kuwapenda wale ambao hawafanikiwi leo. Kama leo umezidi kuwa na nguvu, wapende na kuwaheshimu wale ambao hawana nguvu leo. Inawezekana kesho wale ndio wakawa na nguvu na ukawa huna nguvu. Avae asijisifu kama yeye avuaye. Kwa hiyo ukiona mwingine ni kama mambo yake yanaenda vibaya, usimdharau, wala usijisifu kwamba yule hana akili, yule hakusoma, yule hana connection, yule hana upako, yule hana chochote. Hapana. Wewe waheshimu watu wote na kuwapenda na kuheshimu kama vile ambavyo Mungu amekubariki wewe. Kuna siku atawabariki hao pia. Yule aliyekupa wewe ndio aliyewanyima hawa, na yule ambaye amewanyima hawa ndio aliyekupa wewe. Anaweza siku nyingine kukunyang'anya wewe akawapa wengine. Avae asijisifu kuliko yeye avuaye. Mungu wa mbinguni akubariki. Haleluya.